Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu sote katika jina la Yesu. Welcome in the name of Jesus. Ndani ya jina la Yesu Kristo na tusome neno la Mungu. We're going to read this word of God. Waraka wa pili wa Timotheo. The second epistle of Timothy. Sura ya pili. Chapter 2. Mstari wa 3 hadi wa 5. 3 up to 5. Tusome neno la Mungu. The word of God. Iliyoko katika waraka wa pili wa Timotheo. The second letter to Timothy. Sura ya pili. Chapter 2. Mstari wa 3. Verse 3 hadi wa 5. up to 5. Nafikiri sote tumeshapaona. Possibly you are over there. Second Timothy, chapter 3, chapter 2. Yeah. Chapter 3, verse 3 up to 5. Verse 3 up to 5. Yeah. Nataka nisome katika jina la Yesu. I read the name of Jesus. Nafikiri kila mtu yeyote ameshapaona. I think everyone is there. Anasema hivi: ushiriki tabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo Yesu. Hakuna pigaye vita ajitiare katika shughuli za dunia ili ampendeze yeye aliyemwandikia au askari. 5. Hata mtu akishindana katika machezo hapewi taji asiposhindana kwa habari. Amen. Amen. Haya ni maneno ya Mungu tuliyosoma. These are the word we read already. Kichwa cha neno The theme, kinazungumza kuwa askari wa Kristo Yesu. be a soldier of Jesus Christ. Hapa tumeshasoma katika mistari hii. When through these verses, Tumeona mambo manne. 4 things. Jambo la kwanza, The first thing, tumeona habari ya askari. the thing about the soldier. Jambo la pili, Number 2, tumeona kuandikwa. to be registered. Na tukizungumza Or kuandikwa, registration, kuna kuajiriwa. that will be given job to you. Neno la tatu, Number 3, tumeshaona habari za shughuli za dunia. the things of the world. Jambo la nne, Number 4, linazungumza kumpendeza aliyekuandikia uaskari. to please the one who gave you to be a soldier. Basi kama tunavyoelewa sisi sote, As we all know, mtu akihitaji kazi if you need a job, lazima aandikwe, you need to be registered. na baada ya kuandikwa, After registration, ukishapendwa unaajiriwa kazi. you are given the job. Kwa hiyo tumeshaona huyu mtu Therefore, we say this person amependa awe askari, wants to become a soldier. kwa hiyo amependa kujiandikisha, Therefore, he went for na registration. baada ya kuandikwa After registration, tunaona ya kwamba we see that kuna kuajiriwa kazi, they should be given a job na yule aliyemwandikia by the commander. baada ya kumwajiri After to be given the job, amemtegemea kumuona akishughulika na kazi aliyompa. they want to see him to do the job properly. Hataki kumwona akifanya kazi They nyingine, don't want to see him to do a different job. anahitaji kumwona kwenye kazi They want to see ile. him do the same job. Na watu wakishamwelewa When people know the ya person kwamba yeye ni that askari, he is a soldier alafu wakamwona mitaani and see him in a street akiuzauza mchicha, selling the veggies, yani watamshangaa they sana, will be surprised kwa sababu kila mtu because everyone akipewa kazi ya you benki are given a job in the bank. lazima afanye kazi bankini, You're gonna work in the bank. na akipewa kazi ya kuwa mwanafunzi For a shule, student, wanahitaji kumwona akiwa anatembea shuleni, you visit going to school. hawataki kumwona akitembea They mitaani. don't see you wandering in the streets. Kwa hiyo ndio maana mtumishi wa Mungu That's why the man of God Paul alianza na mambo hayo started with those na things. kutaja ya kwamba kuna usakari There is na kuna kuandikwa registration, na kuna shughuli za dunia. many things in the world. Inazungumza vizuri. Kwa hiyo sasa tuingie ndani ya somo lenyewe. Let's enter into the Kuna thing. jambo la kwanza There is something which number ambao one, Paulo alimuomba Timotheo. Paul urged Timothy to do. Alimuomba kushiriki pamoja naye katika tabu. He's going to endure the problems. Na ninamshangaa Paulo I'm supposed to Paul. hakumwambia ya kwamba You tell him ashirikiane naye katika baraka. to enjoy the blessings. Alizungumza ya kwamba Say him
ashiriki pamoja naye with him katika tabu, in the problem. kwa sababu Paulo alikuwa kwenye tabu. Because Paul was in trouble. Mnajua yaliyompata Paulo. What happened to Paul? Kwa hiyo akamuelewa So understood it. Timothy kama askari, Timothy is like a soldier. lakini Timotheo But Timothy, alikuwa akielewa yeye ni did nani. you know who he was? Ndio maana kama baba That yake was his father. akamwambia kwamba Told him, elewa Timotheo, Timothy, wewe understand ni that askari wa you Kristo are a Yesu, soldier of Jesus na Christ. kama askari wa Kristo As a Yesu soldier of Christ, ushirikiane nami you katika go ndoa. with me in troubles. Nafikiri ni jambo ngumu sana, I think this is a hard job. yaani kushirikiana na mtu katika taabu To be someone in troubles si jambo rahisi na si jambo la kukimbia. it's not easy. You can't hurry for it. Nafikiri ni jambo ngumu I sana, think it's a harder one. na kwangu inaweza ikawa ngumu. To me, it can be hard. Nafikiri na wewe inaweza ikawa I ngumu. believe it can be hard to you Bila too. tu Paulo Paul, akijaa Roho Mtakatifu filled by the Holy Ghost, alivyomuelewa Timotheo Timothy, ya kwamba ni askari wa Kristo as a soldier mwema, of Christ, kwa sababu si wote maaskari ambao ni wema. not all soldiers are good. Kuna wema na wasiokuwa They wema. are good and Kwa hiyo bad. akamwambia shiriki nami Endure with me na usiogope, and don't worry. kwa sababu kipindi hicho At that time, Timotheo alikuwa kule Efeso, Timothy was in Ephesus. alikuwa anakutana na tabu He was nyingi meeting many na problems, matatizo mengi. many troubles. Alipomwona kiroho When he saw him in the akajua spirit, kwamba atashusha, he will be down. na aliposhuka When he was going down, anaweza kaacha huduma. he can stop the Wanahitaji ministry. kumtia nguvu Want to encourage ya him. kwamba mwanangu My son, mnyama, my son, my good hebu son, simama katika tabu. stand up to the Kama troubles. nilivyokutangulia mimi, As I started before ninapatwa you, na tabu, I was in trouble na before wewe you. mwenyewe You too. simama, Stand up. usiogope. Don't worry. Unajua, usipokuwa askari, If you are not a soldier, ukisikia habari za vita there is a war zinasikika kule na kule, everywhere. wewe kama mtu wa kawaida As a civilian, unaanza kufunga mizigo, you're gonna pack your alafu stuff. unaanza kukimbia You're gonna haraka, run away quick. kwa sababu kuna jambo linaloingia ndani ya moyo When wako. something goes into your heart, Ni woga tu, fear, na only uliposikia fear. woga When there's fear, unaondoka moja kwa moja. you're gonna run away. Lakini Get away. askari However, a soldier, aliposikia habari za vita, about the war, zilisikia kule over there, habari zinazotisha. Nazungumza habari ya uaskari, like being a soldier, anaposikia vita when kule, they hear war over there, yeye hatishiki, they don't get fear. yeye anasimama kama askari, Stand up, last yeye soldier. anajiandaa, They get ready. yeye haogope, Don't worry. anajua kazi yake ni uaskari, They know that just to be a na soldier, uaskari ni kupambana vita, a soldier, you go to anajua war. hawezi kaipepa, Don't go na away. hakuna mwingine There's no one else. ambaye anaweza kama msaada kwa wananchi They help for the au civilian kwa nchi. or for the country. Ndio maana nasimama That's why they stand kama up. askari They wema, go to good soldier. lakini watu wa kawaida The civilian, wanakimbia. they run away. Haleluya, haleluya, Amen. haleluya. Amen. Sasa jambo la pili aliyomwomba Number 2, na alimshauri vizuri give sana, him warning. kamwambia kwamba Told him. hakuna pigayo No vita, one can go to the war. alafu akajishughulisha na mambo ya And dunia. they do different warning. Haiwezekani. Impossible. Kama uko kwenye vita, If you are at war, hauwezi ukajishughulisha na mambo ya kawaida, you can do simple stuff. yaani there. ukakimbia na mambo ya kilimo And you run to au the farm. ukakimbia na mambo ya biashara, Go to the other business. hiyo haiwezekani. Impossible. Kazi yako wewe mwenyewe Your job, unasonga mbele, you want to proceed ukipambana na vita. to the fight. Kama unatokea mbele, In front, yaani unapenda. you're going to Kama go. unapenda kunyuma, unapenda nyuma. Kama unapenda upande wa kulia, The left, unapenda kulia. Kama unapenda kushoto, unapenda kushoto. Kwa hiyo popote ni pako, wherever it is, it's popote yours. ni mahali pako pa It's your kazi. place of God. Kwa hiyo akamshauri And you give ya it kwamba back. usijishughulishe na mambo ya dunia. Don't do worldly stuff. Unajua, Do you know? tunapozungumza shughuli za dunia, The worldly stuff. sio kufanya biashara tu. It's not only business. Unaweza tamani kuwa mtawala wa nchi. You can want to be Wanaona kama roho nyingi God of my Allah. zimeingia katika maskari mengi That many ambao soldiers, hakuzungumza ya kwamba wale wabaya
Je, alizungumza maskari wema ambao wao wanajua ya kwamba sisi haya yanatosha. Sisi ni maskari natosha. Hakuna cha utawala tena. Kiwepo tunapigania ugavana au tunapigania hili. Yeye mwenyewe anajua hilo. Lakini yule asiyekuwa mwema, yeye anaona haya, anakimbia haya. Lakini yeye mwenyewe akamwambia hivi, wao usitamani mengine, simama katika wasikari na ufanye kazi yako ya kupigana. Na askari hawezi kaomba Mungu ya kwamba sikutane na vita. Not to meet the world. Hawezi kaomba. They can't pray after that. Kwa sababu ni kazi yake mwenyewe. It's his job. Kitu anachoweza kumwomba Mungu, what they can apply ni ushindi wa vita. The victory. Anasema Mungu, God, nipe ushindi. Give me the wakati wote vikitokea, naomba ushindi. Je, hawezi kaomba ya kwamba nisije nikakutana na vita? Hapana. Hausije ukasema hayo. Kama wewe ni askari wa Bwana, hapana. Unaomba ushindi. Umalize vita salama. Ndio maana Paulo anasema kwamba nimemaliza vita salama. Hallelujah. Hallelujah. Ni sawasawa na mwanafunzi shuleni. Hawezi kumwomba Mungu ya kwamba sija kakutana na mtihani, kwa sababu mtihani ndio unamwezesha mwanafunzi kwenda kwenye chuo kingine. Kwa hiyo hawezi kaomba mtihani uwe mgumu, mtihani uwe rahisi. Kwa hiyo ni kazi yake mwenyewe. Yeye ni kazi ya mwanafunzi. Wakakubali kabisa kupita katika mtihani ili asonge mbele. Taji inapewa mtu ambao ameshinda. Hallelujah. Hallelujah. Kama ni gani fulani ni baada ya ushindi. After the victory. Maisha nielewa? Do you understand me? Hallelujah. Amen. Umenipata hapo? Do you know what I mean? Hebu elewa askari. Understand who is a soldier. Anasoma. They proceed. Hapo sasa la tatu. Number 3. Jambo naendelea kumuonyesha kwamba He's showing that kama askari mwema he is a good soldier. Ashughulike na matatizo yaliyoko Efeso. Involve the troubles of Efeso. Na akiwa anashughulika na haya matatizo, involving that those ni lazima tambue ya kwamba yeye ni askari wa Kristo. He needs to know that he's a soldier of Christ. Hebu nikikuuliza swali. If I give you a question, wewe ni nani kwa Kristo Yesu? Who are you to Jesus? Wewe ni nani? Who are you? Unajua, do you know, nilipokuja kwenye nchi hii, when I came to this country, siwafichi mbele za Mungu, nilikuwa sikitambua. Before God, I didn't know who I was. Nilikuwa najua mimi na story. I knew I'm the story. Nilipokuwa kambini, Mungu alizungumza na mimi ya kwamba ni doctor. When I was in a physical, God told me I'm a doctor. Ya roho za watu. I was healing people's souls. Ya nikaendelea na hiyo jina. That I went on with that name. Nilisema mimi hapa nitaingia kutibu roho. I'm healing souls of people. Mungu alinibariki akaninua tena. God bless me and listen me. Akaniweka kwenye kiwango kingine kumbe sio. Another level I didn't know. Yaani wale ambao tulikuwa pamoja nao hapa, people who were with me here, niwashuhudia kwamba Mungu amenifanya askari na nikiwa mzee. I told them that God told me to be a yaani nimemshangaa Mungu ambao umri hajihesabiki. With the gray hair. Alafu na meno yote yameondolewa. Alafu na miguu naanza kuteleza namna hii. Yanaanza kuburuka. Alafu Mungu anasema mimi ni askari. Then God told me I'm a soldier. Namshangaa. I'm surprised. Ila tu huyu Mungu anatuandaa. Anatuona kwamba tutaweza. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. 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 Yaani neno la Mungu linasema. God Lord says, tunapoajiriwa kazi, when I given a job, yule aliyetupa kazi, the one who gave us a job, anatarajia kwamba tukifanya mambo haya, want us to do the job. Amen. Kuna jambo ambalo anatarajia. Kuna faida ambayo anatutegemea.
a profit from us. That we give to him. It's because as an employee. Hallelujah. Oh, huyu Mungu nitamsifu. I will praise God. Ambao alinifanya kuwa askari. Yani katika familia, tulikuwa tupende waskari. We did like soldiers before. Lakini Mungu kanipa bure. Lord let me free. Na sikuenda kujiandikisha sehemu yoyote. I didn't go for another registration. Ni kwake yeye tu. To him only. Ndio maana Mungu linasema. The Bible says. Waliokolewa. Those are saved. Ndio wanakuwa askari wa Kristo Yesu. Yesu mwenyewe. Jesus amewaandika. Ndani ya kitabu cha uzima. Alafu mbingu. Inawasajili. Ya kwamba ninawafahamu. Ndio maana tunaomba. That's why we pray. Alafu mbingu inatusikia. Pigia makofi kwa heaven. Amen. Yes, Lord. Jambo la kuzingatia. Something to keep. Ambao Paulo alieleza. That Paul said to Timothy. Timothy. Ni jambo hili. This is the one. Alimwambia hivi. He told him. Ni kwenye mstari ile tuliyosoma. The same place that we read. Akabiliane na mateso. To go through the troubles. Na kuyavumilia. And to endure. Mnanisikia wachungaji. Pastors. Kanisa mnanisikia. Church, are you listening? Kukabiliana na matatizo. To endure the troubles. Na kuyavumilia yenyewe. And you go through them, endure them. Sio kuvumilia watu. Not only for people, for problems themselves. Ndani ya matatizo. In the troubles. Tunahitaji kuonyesha You uvumilivu. need to show the patience or endurance. Umenielewa kanisa? Church, you understand? Umenielewa kama wanafunzi wa Kristo Yesu? As the children of Jesus Christ. Wakati wa matatizo. In troubles or problems. Unaomba kukabiliana nao. You need to go through them. Yaani unayasogelea. Go closer to the problems. Ikiwezekana unayashika mkono wa Mungu. Hug them like this. Alafu naanza kuvumilia. Then you get patience. Unasema Mungu wangu. My God. Ambao niandika. One who registered me. Na ukanichagua nikawa And he chose me to be a soldier. Ninategemea ushindi I depend from a victory. Alafu nayakabili kabisa. Then you endure. Yaani usiyakimbie. Don't run away from them. Yasogelee kabisa kabisa. Yaani yashike namna hii. Baada ya kuyashika. Usionyeshe oga. Nimeshazungumza ya kwamba. Mtu wa kawaida na oga. Lakini askari yeye sio mwoga. Hauwezi kukatisha askari. You can't make fear impossible. Askari hatishwi. Habari fikiria. Silaha kule na mungurumo. Kuliko kwake. More than he. Yeye anatafuta mbinu. You're looking for tactics. Afanye namna gani. What to do. Mpaka kukamate. Ili wananchi wasipate na matatizo. So that they will be safe. Wananchi wasipate na matatizo. Kwa hiyo Yesu mwenyewe. Anajua maskari wake. Ambao wameokoka. Wapigane vita. Na vita ya watu waliokoka. Ni vita ya uongo na kweli. Is the fight of truth and the lie. Kwa sababu katika ulimwengu wa roho. In the spiritual realm. Ukweli unapigwa sana. You know the truth is fight. Kwa hiyo uongo unatawala. So the lie is leading. Kwa hiyo kazi yetu kama askari. Our work as soldiers. Tunapambana ili ukweli ushinde. We fight for the victory. Kwa sababu sisi ni wakilishi wa mbinguni. Hatutaki mbingi zinakosa watu. Lazima tupambane. Mbingi pokea watu. Kwa sababu neno la Mungu linasema. Yesu alisema. Mbinguni kwa Baba. Kuna makao mazuri. Haleluya. 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 Kuna makao mazuri. Kuna makao mazuri sana. Kuna makao
mazuri sana. Kule mbinguni Kuna makao mazuri sana. Oh, Kuna makao mazuri sana. kule mbinguni Kuna makao mazuri sana. Oh, Kuna makao mazuri sana. glory, 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 glory. Mbingu inatutarajia. Heaven is waiting for us. Lazima tusimamie ukweli wa We Mungu. need to stand for the truth of God. Lazima tupambane na uongo. We need to fight against the lie. Watu wa Mungu, People of God, huyu mwaka nilizungumza kwamba ni mwaka wa matumaini, this has said it's for hope. ambao ni mwaka kwa watu wengi unaogopesha, For other people, they get fear. kwa sababu kuanzia mwaka huu From this year mpaka mwaka wa 30 until 30, yani kuna mengi ambayo hatujui yatakuwa namna gani. many we don't know how they will be. Itakuwa ni miaka ya kutisha. Mambo 34 years. sita zitatokea, 66 will mengi happen. yatatokea. And other many Kwa will hiyo happen. Wakristo kama maaskari He shall be soldiers. lazima tushikane mkono We have to hold the hand na of each other. tusonge mbele ili tufikie ukoo kwa Baba yetu. To our Father. Haleluya! Amen. Wahudumu wa Injili The ministers of the gospel. wanaohudumu kwa uaminifu kwa In Kristo proof of Jesus na kwa Christ. neno la Mungu. For the word of God. Kuna jambo Timotheo aliomba There is something Timothy has said. katika waraka wa pili wa Timotheo The second epistle of sura ya Timothy, kwanza chapter 1, mstari wa 8 8 anasema hivi: says, basi usionee haya ushuhuda wa Bwana wetu, wala usionee haya mimi mtumwa wake, bali uvumilie mabaya pamoja nami kwa ajili ya Injili, kadiri ya nguvu ya Mungu. so do not be ashamed to testify about our Lord, or ashamed of me, his prisoner, but join with me in suffering for the gospel, by the power of God. Amen. Umeshona neno hili, Did you see this? amezungumzia hivi: He said that this. basi usionee haya ushuhuda Don't get wa ashamed Bwana of the wetu Lord, Yesu Kristo. our Lord Jesus Christ. Kuna watu wanaoshikwa kushuhudia Kristo Yesu That people can make a testimony for Jesus ya kwamba Christ, alikufa that he died na kufufuka, and rose, ya kwamba leo that today yuko mbinguni. he is in heaven. Kuna watu wanaoshikwa There are people who can give na wanazungumza kwamba ni askari wa Kristo Yesu. They said they are soldiers of God. Kushauri askari wa Kristo Yesu, You are not a kama unashindwa kushuhudia if you can't ya testify kwamba Yesu alikufa that Jesus na died kufufuka, and rose yaani again. hatuna haya hapo. There is no shame there. Kushuhudia kwamba Yesu ameshinda When they say kifo, that he overcame the death, hatutaogopa, we will not get afraid. hatutaona We haya. will not be ashamed. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, people of God. No shame. To deny Jesus Christ. No shame at all. I never see a shame for the gospel of Jesus Christ. No. Tena Paulo And akasema, the Paul also added, usinionee haya mimi, getting a shame for me kwa sababu mimi ni mfungwa. because I'm a prisoner. Unajua, Do you know kuna watu wanapoona ya kwamba tunaingia katika tabu, that people who see when I'm in trouble, au wakikuona wewe mwenyewe, if they see you personally, hata wakiwa ni marafiki, your friends, unaweza kuona haya, they get ashamed kuzungumza ya kwamba huyo to tunamfahamu. say that they know this person. Wapo wanaoshindwa There are people like that. ya kwamba shuhudia yale uliyowahi kuyaona, Make a testimony of you saw ya kwamba before. huyu nilimwona, I saw this person, japo yuko katika mateso, so it is or she's in this trouble. alikuwa ni mtumishi wa Mungu, Before he was a servant of God. alikuwa ni rafiki yangu. He was my friend. Zungumza hivyo. Say that. Paulo akamwomba hivyo, Paul asked Timothy, japo niko katika mateso, though I'm
in these troubles. Na niko ndani ya Kristo hii. I'm in jail like this. Usinionee haya Don't get ashamed of me. Shuhudia yale uliyoona Make jioni. a testimony of what you Kuna saw. yale uliyoona Mungu There's akinitumia. some saw that I was doing. Kuna yale for God. uliyoona Some nikiyafanya. that I was doing, saw them. Uyashuhudie. Make a testimony for that. Usinionee haya. Don't get ashamed of me. Ndugu zangu, My friends, ukimwona rafiki yako if you see your friend amepatwa na shida, in trouble or problem, hebu shuhudia yale unayoyajua please make a testimony of what you kabla saw hajaingia katika shida. before they enter into the problem. Shuhudie, usiogope. Make a testimony. Don't get ashamed. Zungumza ya kwamba huyu alikuwa rafiki yangu Don't say he was only my na friend. nilikuwa ninamjua ni He mwema, to know him. anatenda mema, He did anatenda maajabu, nami siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza, anatenda maajabu, nami siwezi kueleza, anatenda maajabu. Yesu Anatenda maajabu, nami siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Anatenda maajabu, nami siwezi kueleza. Let's read. Mambo anafikiri mengi kiangalia sana. There are many things to check the time. Na tungoja nizungumze Let's talk about mambo mawili tu, two things only. sababu Because ya Mungu things of God ya siku moja. is not for one day. Mambo 7 things ambao askari that a soldier anayotakiwa kuwa nao. has to be. Ila tu nataka nizungumze mawili tu, By now, I talk about 2 only. sababu no masaa yenyewe. Because I'm checking the time right Cha time. kwanza Number 1, anachotakiwa kuwa nacho that a askari, soldier has to have, anatakiwa kuwa shujaa na hodari. has to be bold. Neno hilo tunalisoma katika Joshua The book of Joshua, sura ya kwanza mstari wa 6. chapter 1:6. Gani kuwa shujaa na hodari? Be bold. Hilo ni jambo la kwanza naombwa, That's something to do. na si taelekea huko I'm not going to go there kwa sababu muda unapita. because of time. Ila tu nataka nizungumze hii ya pili I need to talk about this here. ambao ni ya mwisho. The last one, Kwenye siku nyingine nitafundisha another day I'll teach yaliyosalia, what's remaining alafu na sifa za askari hodari. and the qualities of the strong Sabili and the bold tutakumilia soldier. tusome. Let's read. Anatakiwa kumtia moyo askari mwenzake. Get to encourage other soldiers. La pili, askari Number 2, the soldier. anatakiwa kumtia moyo askari Get to encourage other soldiers. mwenzake. The other soldier. Hebu tusome katika kitabu cha Yesaya The book of Isaiah 41 41, mstari wa 6 hadi wa 7. verse 6 up to 7. Alafu tumalize, Then we'll conclude. tutaendelea. We will proceed next time. Anamtia moyo askari mwenzake. Encourage other soldiers. Ngoja tusome, Let's read alafu tumalize. and then finish. Nimezungumza Yesaya The book of Isaiah 41 mstari wa 6 hadi wa 7. 6 and 7. Nimezungumza ya kwamba mtie moyo To help or encourage askari mwenzake. the fellow soldier. Nafikiri wenye Biblia mmeshafahamu. The Bible reader possibly there. Isaya 41 Isaiah 41 and 7. na tunamalizia hapa. Then we conclude from there. Anasema hivi, Say like this. nasoma kwa msaada wa Mungu. I read the name of Jesus Christ. Wakasaidiana
kila mtu na mwenzake. Kila mtu akimwambia ndugu yake, uwe na moyo mkuu. Selamana kamutia moyo, afuawe dhahabu. Na yeye anainishaye kwa nyundo, akamuhimiza yule apigaye fuao, akisifu kazi ya kuunga, akisema ni kazi njema, naye akaikaza kwa misumari isitikisike. Amen. Each helps the other, and they say to his brother, be strong. The craftsman encourages the goldsmith, and he who smote with the hammer spurs on him who strikes and ever. He says of the welding, it is good. He nails down the idol so that he will not topple. Amen. Hii ni kazi ya askari. The work of the soldier. Ambao ni huyu ambaye ameokoka. The one who is saved. Akiwa mwakilishi wa mbingu na Kristo Yesu mwenyewe. The representative of heaven and the Jesus. Umeona jinsi inavyokuwa? Do you see how it happens? Yani nilisikia habari. I got the story. Ya maaskari, mimi ijapo Mungu amenifanya askari. Of soldiers. Don't make me to be a soldier. Kwa kuwa shujaa hodari na kusimama. To be strong and the people na kusimamia ukweli wake. For the truth of God. Nilisikia habari hii. I got this story. Ya kwamba maaskari wakiwa kwenye vita. When soldiers are at the front there. Mmoja akijeruhiwa. If one is injured. Wale maaskari. Those soldiers. Hawawezi wakamwacha pale. They can't leave him over there. Unajua anapojeruhiwa hana nguvu ya kupambana tena. You know if he's injured, he has no power to fight. Sasa kwa sababu ni mwenzao. Because he's the fellow. Na wanampenda. And they love him. Yani kabla ya kufuatilia maadui. Before they go on. Wanaanza kusaidia aliyejeruhiwa. They start helping the one that. Alafu wamemshika moja kwa moja. Wanaanza sasa kujitwika na mtu. They lift him. Na kumkimbiza dhidi akakumbwa na vita. And they carry him so that he doesn't die. Ndivyo nilivyosikia. That's what I heard. Ndivyo. Is that Mungu akutie nguvu. God bless you. Mungu akutie nguvu mwanangu. God bless you. Wewe ni mtoto mzuri. A good child. Ambao umechaguliwa na Mungu. The Lord selected you. Ndio maana Mungu atakupa sifa hizi tulizo nazo. That's why the Lord gave you. Unajua hao wanasaidiana. You know they help one another. Alafu nilisikia. Therefore I heard. Alafu mwingine akauawa. This one is dead. Hawawezi kuacha maiti. They can't leave the body over there. Siku akiwa amekufa. If you die, you are dead. Hana msaada wa You kukusaidia. have no help at all. Lakini maiti wanayaheshimu. But they respect the dead body. Wanachukua maiti wanayapeleka kuyahifadhi. The body, the body. Hawataki adui. They don't honor the enemy. Achukue maiti ya mwenzao. You take the body of the dead person. They refuse. Nimeshangaa watu wa Mungu I'm waliokoka. people of God. Wanapoona wenzao. They see their friends. Wanaingia katika shida. in trouble. Yana washiriki nao. And they don't understand. Nimeshangaa. I'm surprised. Lakini watu wa kawaida wa ulimwengu huu. The normal people in this Yana world, wanasaidiana. they help one Tunasoma another. seremala. You see the God sees Anasaidia yule mwingine. helping the other Ili apate kutia ule msumari. so that he can never carry. Yani wanatiana nguvu. They encourage one another. They Ya help one kwamba another. songa mbele. Be strong, continue. Neno la Mungu linasema. The Bible says Ya kwamba that wanaambiana namna hii. they don't one another this. Ya kwamba Like this. kazi yako unayoifanya hii ni njema. The work you do is good. Kwa hiyo songa mbele. Proceed. Endelea. Continue. Utamaliza tu salama. Finish properly. Ndivyo wanavyofanya. That's what they do. Kwa nini sisi watu wa Mungu Why, as people of ukiona God, mtu anaumwa, we see someone is sick, mtu anakumbwa na matatizo tofauti, from different problems, tushindwe kumtia nguvu we can't ya encourage kwamba them. utapona. Can get healed. Haya magonjwa hayatakupeleka. I'm gonna kill you. Lazima tuwatie nguvu. You need to encourage Kwa hiyo them. yani wale ambao mioyo yao About the au heart. waliokata tamaa Those who are ya kwamba tuamini kwamba Bwana anatenda maajabu, God is the miracle. Bwana anaponya, Bwana ni mwema, Bwana anafanya haya, anafanya haya. Hii ni kazi yetu sisi wa Kristo. Ambao ni askari wa Bwana. Tujiweke nguvu ili tumalize kazi hii salama.
mwisho tutaishukuru. Kwa hiyo sikiza, Mungu awabariki. God bless you. Amen. Amen.